Hello and good evening, our viewer and our listener. This is Makueni TV News. And today we have our host and health promoter. Of course, she'll be taking us through cancer, and you're welcome. I'm Veronica Ndacho, your host. I'm accompanied by Lydia Ngolo. Yeah, my name is Bretta Mutisia, health promotion specialist, as well as community and development consultant in Makueni and Kenya in general. Yeah, thank you so much for being here. Asante sana daktari. Tunaanza moja kwa moja. Yeah. Kwako daktari, utueleze kansa ni nini? Kwa wale ambao sisi sio madaktari, we are not specialists. Kansa ni nini? Inatuhusu vipi? Kujilinda, kujikinga, na ni maradhi ambayo yanatokana na nini hasa? Asante. Kwanza kabisa saratani iko kwa group ya non-communicable diseases, na saratani tunasema ni vile the abnormal cells zinaanza to multiply uncontrollably and then they are able to move from one cell to another. Na basically the cause of the cancer, researchers are still working on that to come out clearly and understand what really causes cancer. However, there are predisposing factors that contribute to cancer. One, unhealthy diet, excessive weight or overweight can contribute to cancer. Lack of physical activities and exercise. If there is history of cancer in the family, there is also possibility of a member of the family to have cancer. There is also what we call genetic. That's why I've said about family history. Even color, the white people and the black people, that also can contribute. And excessive exposure to sunlight can contribute to cancer, as well as we call it if you expose yourself to radiography or taking maybe x-rays for long time. Okay. Also working in factories, for example the paint factories whereby there is dye and so forth, that can also expose you to develop cancer. Like you have talked about predisposing factors. Yes. Yeah, now when we come to cervical cancer, cervical cancer is caused by human papillomavirus, and this human papillomavirus is ambushed by men. So it is caused through sexual intercourse. The cervical cancer. Yeah, so that's why I've talked that we have different types of cancers. We have cancer of the skin, the cancer of the liver, the cancer of colon, the cancer even of the gums, even of the tongue, the cancer of the brain, leukemia, the white ones, the white cells. Yeah, it can develop. So every part of the body can have cancer, can develop cancer. Okay, thank you so much, Daktari. Yeah. Over to my colleague Lydia. Maybe what question do you have for Daktari? And because we are all learning, maybe yeah. Well, daktari, tunaelewa kansa wakati mwingi nyinyi madaktari mnatuambia time unatumia zile dawa za hospitali, usichanganya na hizi zinaitwa za kienyeji. Na kawaida watu wengine wakishikwa na kansa, unajua mtu anataka njia ya kupona, anakunywa ile dawa huko hospitali, anachanganya na ile ya miti, then anaenda kuconvince mwili. Watu kama hao unaweza waambia aje? Na pia kuna wenye wanakimbilia au madaktari wa kienyeji, waganga, labda uambie neno mmoja wasikie. Katika wakati mtu amediagnosed kuwa na cancer, wengine huchanganyikiwa sana, wengine fikiria that is the end of life, lakini cancer huwa inapitia stages. Kuna stage 1 na stage 2, 3, 4. Kwa hivyo ukija mapema, ndio sisi tunasema ukija hospitali mapema, ama ukiwa na ile desired behaviors
ama lifestyle zile zinatakikana, chances ya kudevelop cancer inakuwa ngumu. Lakini kwanza, kwa sababu watu tuko katika Kenya hii na vyakula, watu wanakula vyakula vimekuwa junk food, na jua zina sukari kwa mingi, mafuta iko mingi, kama vile chips imechemshwa na mafuta hivi imetoka wapi na wapi, na watu wanadevelop bila kujua. By the way, cancer doesn't pain. Once it starts paining, it has advanced. That's why tunasema kuja mapema kwa kukaguliwa, hata kama hujaonyesha dalili. That is say early, ama we call it a desired behavior, ama practice of coming to the hospital even if you are not sick. You can practice that like twice in a year. Unakuja unaangaliwa kutoka head to toe, wewe unaendelea na namna gani. Na vile umesema sasa, masuala ya mtu akidiagnoswa cancer au stage 1 anaweza kuwa managed, stage 2 anaweza kuwa managed, lakini ikishafika 3 and 4 hii inakuwa kwa nini. Hata kama utaenda kwa matibabu utakaa nayo, lakini wakati mwingine inaweza rudi, inaweza relax ikarudi. Kwa hivyo ndio tunasema kuja mapema. Watu wanakatwa miguu ndio, watu wanaenda wanafanyiwa operation, alafu wanawekewa dawa ile inaitwa chemotherapy, wanaenda wanachoma na ile radiotherapy, lakini inarioka. That's why tunasema kuja mapema kabla injaenea. Umesema kansa inatoka from 1 cell to another na ina multiply kwa haraka abnormal. Unaona hizo source. Kwa hivyo ni vizuri kuja mapema. Na ukishajulikana mapema unaanza matibabu. Tukija upande huu wa mtu amediagnoswa na kansa iko 3rd stage, 4th stage, amefika ile sasa hapo reverse niveau. Ndio unaona watu wengi wanakimbilia India, wanaenda huko na kule. Unakuta mtu amepewa dawa kule India, wanapeana diet ina prolong life. Lakini hiyo kansa itaendelea because it is advanced. When I suppress it, the cells part develops. 1, it has some cancers. This is stage 3. Stage 4. Ikifika hapo hakuna kurudi nyuma. Huwa unapewa matibabu ya kusaidia mwili wako na takaka. Okay. Yeah, that's why tunasema kuja mapema. Kuja mapema. Na hii mambo ya kwenda kwa waganga katika kama health promotion specialist tunasema hiyo ni practice ambayo si nzuri. That is a practice ambayo tunasema si nzuri kabisa. Kwenda kwa waganga, kwenda hata kwa waombezi. Kuna wale wanaitwa waombezi lakini si waombezi, ni waganga. Kuna wengine sima ni waganga wengine.